Before a confession tape emerged, suspicion and mystery shrouded the early morning murder of Wambui Gishi in the quiet town of Kimahuri in Nyeri for 4 years. It later turned out that the man who had killed his employer of 6 months had committed 3 other murders, and the head of his second-last victim has never been found. Tonight, Murder Tapes revisits the killing of the aging Nyeri farmer, and for the first time, we can play the confession tape of self-confessed killer. I am Brian Obuya. Welcome to the program. This is Murder Tapes, Fatal Harvest, a murderer's true story. In the quiet farming town of Kimahuri, life was simple and predictable until a stranger arrived seeking work and bringing with him a wave of unforeseen violence. Mnaongea hakuna mahali ati anateveva. The death was cruel. Sasa nikasukuma mlango, nikakuta mwili ukilala hapo. Mimi nikatoka tu na nikapiga duru 2 hivi 3. This is the story of a drifter who found a job, a community that welcomed him, and a deadly brawl that would leave a lasting scar and an unresolved crime. A man wandered into Kimahuri town one rainy afternoon, looking for work and a fresh start. On that very day, Mutahi was making his daily sojourn to the fields to take a look at his employer's herd of cattle when he met the man who described himself as Mwangi, Martin Mwangi. Naye huyu mzee alikuwa rafiki yangu. Huyu mzee alikuwa akiniambia kila wakati, ukienda ukipata mtu anataka kazi uniletee. And just like that, Mwangi was taken to the man who would become his employer for the next couple of months. Wakakuja makaongea, makakazikisana mshahara, naye akaajiriwa huko. Hivyo ndio najua maneno yake. So sasa mko mnajuana? Hapana. Lakini wakati alikuja hapa, wakati nimemleta hapa, alikuwa ananiambia kwao ni Mwiga, mahali kunaitwa Darasha. Hivyo tu ndio najua maneno yake, sina ingine. So sasa rafiki yako wa kitambo ama? Hapana. Mimi nimuona siku hiyo na nikamleta hapa kwa huyo mzee. Si ati kuna mahali mwingine nimemuona, hapana. Hapana, nimemuona siku hiyo tu. He found employment with Stephen Ngari. If you walked to Kimahuri and asked for directions to Stephen Ngari, a well-respected farmer in the community, you may not get there. Very few people referred to him as such. Tulikuwa tunamuita Wambugishi. Wambugishi. Hiyo ndio. Sijui ilikuwa nickname, nilikuwa tunamuita tu hivyo. Maisha ni Wambugishi. Sijui. Ni wakati nilikuja hapa nikuja nikakuta yeye anaitwa tu Wambugishi. Sasa tulikuwa tunamuita tu Wambugishi. The area chief will later tell me he had no clear answer as to why they called him as such, but Mbugishi was the late Stephen Ngari's father. Ngari is described as a quiet man. Even though Mary Nyambura says the man stopped going to church after the death of his wife 6 years earlier, she maintains Wambui Gishi was a good man. Alikuwa msee mpole sana. Alikuwa tu na ng'ombe zake anapelekaga kwa kishaka. Mzee alikuwa rafiki yangu sana. Wewe rafiki yangu sana. Hata wakati ya nilikuwa naenda kwa mahali nimeoana, huyu mzee ndiye alikuwa baba yangu. Juu kwetu ni Mwiga. Baba yangu alikuwa bali, sasa huyu ndio nilikuwa nasema ni baba yangu. Just like Martin,
Mutahi had moved to Kimahuri as a worker, secured a job, a home, and a wife. Kimahuri is located 23 kilometers from Nyeri town and some 115 kilometers to Kenya's capital, Nairobi. With its proximity to Mount Kenya, Kimahuri is a cold place and agriculturally fertile. Residents here are spoilt of choice of what to grow and rear. From the merino sheep to dairy cows, goats, and almost all types of crops, you'll find it here. That's why almost everyone here is a farmer, and also the reason why it was so difficult for Ngari to get a local farmhand unless he was a stranger, in this case, Martin Mwangi. So at first, things seemed to be going well. Mwangi was a hard worker, and Stephen Ngari was pleased with his new farmhand, although something was off on the first day at work. Aliulizwa na huyo mzee, na sasa naona na wewe huna maguo. Sasa nikikuajiri kazi utarudi kwenu kutafuta maguo. Akasema ati hapo yeye iko ati ana suruali mbili na shati mbili, jacket ndio moja tu. Ndio alisema. Akasema na wakati hiyo kulikuwa wakati wa mvua. Akasema ati mama yake alisema huyu kijana akipata kazi atatuma pesa ya gumboot. Na sasa hiyo tu hiyo mama yake ametuma. Akamtumia hiyo pesa. Thereafter, Mwangi and Ngari woke up every day and did almost the same thing. Say a prayer in the morning, milk the cows, take breakfast as they discuss the country and village politics. All this would happen between 5 a.m. and 7 a.m. Mwangi will then take the day's milk to the market. Ngari would remain behind, selling a portion of it to villagers who flocked the home to buy. At about 11 a.m., Mwangi would return home, rest, and shortly after, take the cows out to graze. Sometimes, Ngari would take the cows grazing as Mwangi dealt with the crops in the fields. Kimahuri was a close-knit community where everyone knew everyone, and shortly this would make more sense. The local bar was a popular gathering place. I don't know why they chose to call it Dry Bar. The joint was run by Wamboi, who had a reputation for being tough but fair, as she served the local brew like Keg and Moratina. In the eyes of others like Mwangi, Wamboi was also beautiful and attractive, and deserving of being more than just a friend. After all, is it not said that beauty is in the eyes of the beholder? Rumor went round that both Mwangi and his boss were eyeing Wamboi. Nilirudi kusikia hiyo maneno na community tu around here. Kuna bar fulani iko tu hapa kwa barabara karibu na kwa hii boma ya mzee. Na walikuwa wanaenda hapo kujivijari. Na kuna mama mmoja pale alikuwa anauza. Na ni kama nikisikia community wakisema hata ingawa sina facts mimi, walikuwa wanasema ni kama walikuwa na interest na yule muuzaji wakiwa wawili. Sasa ni kama kulikuwa na competition fulani. Na nafikiri hapo ndio kulikuja friction kidogo. Mengine language ikakuwa baya ya mzee. Juu sasa ukisikia kwa video venye huyu jamaa alikuwa anasema ni kama mzee alikuwa na mtusi juu ya mama. Tensions began to rise between Mwangi, Ngari, and Wamboi. Disagreements over various issues started to escalate, and the local bar became a hot spot for their clashes. That was 5 years ago. On a fateful evening, the simmering tension boiled over. A heated argument between Mwangi and his boss, Stephen Ngari, turned into a war of words.
Mwangi was fired and set free to live his life as he wished, with or without Wamboi. Ngari, it appears, did not care. Walikuwa wanasubuana. Alikuwa hapa kwa mfanyikazi. Siku moja akaambiwa nitakukusa kwa kazi. Na mzee akaenda pahali na akamtafutia pesa yake na akampea. Baadaye hiyo kijana akaenda akarara pahali. Asubuhi alikuja asubuhi 6 akakuta mzee alimaliza kukamua. Sasa anaanza kuwakisha moto. Ati mzee akamuuliza, hii kijana akamwambia mzee, nimekuja mzee, nimekuja. Na mzee akamuuliza, hukuenda na nilikupea pesa yako? Sasa sijui ni nini ilienda katikati yao. Akachukua chuma na akampiga chuma ya kichwa. Hata hapo serikali ikikuja ikakuta kofia yake. No one knew that Mwangi had been fired. Even though Mwangi spent the night on Wamboi's bed sharing stories that Tuesday, it is not known if she had that information. If anything, this was not the first time Mwangi was sleeping at Wamboi's. Wakati alifanya hiyo kitendo, watu walikaa bila kujua kama kuna kitu imetendeka. Hata wakati tulikuwa tunahoji watu wale walikuwa wanakuja kawaida kwa boma, watu wanatembelea mzee. Na kuna watu tayari wanakuaga hapa wanakuchukua maziwa. Wakati anakamua, mtu ya chupa anakuja anachukua maziwa. Sasa wale walitangulia kukuja, walikuwa nakuta nyumba imefu. Wanaulizia mzee alienda wapi. Na wanaulizia huyu nani kijana. Sasa huyu Martin Mwangi. Alafu Martin alikuwa anaambia hii watu mzee ameshaenda matembezi Thika na atakuja the day after tomorrow. Watu yao who happens to be neighbors ndio walikaa siku ya tatu wakaanza kujiuliza kwani mzee ameenda wapi. Na ndio walikuja kufunja nyumba wakapata mwili yake huko. But the guy had already left. The shocking thing was not just the murder itself, but the manner. But more shocking were the chain of events that followed the killing that no one could have foreseen. Mwangi slept in the same house with Ngari's body for the next 48 hours. Na the following day akaamukia kuuza boga na akahusisha wenye wako hapa kwa area hii wakuja wamsaidie kuchukua boga iwekwe kwa gari yenye ameuza, na akapanda hiyo gari akaenda nayo. Hiyo kabisa inaonyesha ukweli ya mambo ya kweli yeye ndiye ama anajua mwenye alimuua. So to us tena hii kuuza boga, mzee kama mwili yake inalala kwa nyumba alafu na inasemekana ameenda na hiyo gari, hiyo ni kuonyesha, ni dalili tosha kuonyesha yeye alifanyika na hiyo kitendo. Just like he introduced Martin Mwangi to the Kiamahuri community, Mutahi was among the last people to interact with Mwangi's last activities. He met Kagwiri that early morning. Kagwiri was among those hired by Mwangi, Mzee's farmhand, to harvest his crop for the market. Mwenye alikuja kukata hiyo boga, tulikutana naye asubuhi, akaniambia anakuja hapa kukata maboga ya bogishi. Na juzi huwa kuna kitu nimesikia, si mimi nienda tu, huyu mtu akakuja na wakakata boga na ikaenda. Sio mudhami alikuwa wanabeba boga kutoa shamba wakalete mahali gari itabebea. Kunaye mtu anaitwa Kagwiri, huyo ndiye alikata. Ngari's cabbage, kales and spinach were doing good. Even 5 years later, the person who rented his house and farm is reaping big. As his body lay cold in his timber-walled house for about 50 hours now, Mwangi, Kagwiri and 2 other people cut the crop, packed it into a waiting vehicle ready for the market.
Mwangi then hopped onto the back of the old pickup, waved at Kagwiri as he left, promising to pay him in the evening after selling the vegetables. But this was going to be the last time anyone in Kiamahuri was going to see or hear about Martin Mwangi, at least for the next 4 years. It was not until Ngari's decomposing body hit 72 hours in his house that people began to extend their suspicions. Na hii simu ya mzee wanapiga na anasemekana ameenda Thika na sisi hatujui, na hizi ni my relatives. Hii inaweza kuwa kuna kitu hapo. Sasa wakapiga simu ikakuwa mteja. Si wakaamua sasa kufuja nyumba. Sadi walikutilia hiyo maneno iko hivi. Kwanza hapo watu wa area hii wakakuja wakonfirm ati kweli mzee alikufa. Mlango wa mbele ulikuwa umefungwa na kuburi. Tukasuguka mlango ya nyuma. Mimi nikakuwa mbele. Nikakuta mlango imefungwa, lakini sio kufungwa na nini? Na chapi. Sasa nikasukuma mlango, nikakuta mwili ukilala hapo. Amefunikwa na maguo, kafunikwa kwa kichwa. Mimi nikatoka tu na nikapiga duru 2 hivi 3. Ulijuaje ni mwili kama imefungwa? Hapana, mimi niliona miguu. Niliona miguu yake. Haina viatu, haina gumboot. Nikiangalia kwa kiti iko na kitabaya green. Ya right green hivi. Loose cover. Kulikuwa na shuma hapo na kulikuwa na kisu. Nilikuwa nimekaa sana bila kuja hapa. Ulipata nini? Si nilipata watu wa hii nyumba na wengine wakiwa walikuwa wengi, nikasikia ati mzee ako kwa nyumba. Na nikaenda tu nikazungulia kwa mlango, nikamwona kweli amelala hapo. Hivyo wakati hiyo nilijua ati kweli mzee ameuawa. It was an ugly situation, an ugly scene, kwa sababu nilikuta tayari wameshavuja nyumba. Mimi nilikuja wakaniingiza kwa kitchen pale. Nikakuta damu imemwagika pale kwa kitchen. Na bado tukatoka kwa kitchen tukaingia kwa table room, mahali ambapo sasa ile mwili ilikuwa imevurutwa kutoka kitchen ikapelekwa wapi? Kwa table room. Sasa mzee alikuwa amelazwa pale na damu ilikuwa imejazwa na tayari ilikuwa amefungwa na mablanketi, na ile kisu ilikuwa imetumika bado ilikuwa hapo kwa meza hapo ilikuwa imewekelewa pale. As police appeared confused and angered by the murder, the entire town was in shock for several weeks after that murder. The investigation had failed to piece together the events of that morning. Fear, shock, and anger commanded the atmosphere in Kiamahuri for months. Why would anyone kill the quiet Wambugishi just like that? The answer will take years to come. Not his demeanor or voice ever betrayed the troubled soul that was Martin Mwangi. He sat down and narrated a damning confession that had the weight of sending him to the gallows. But this was not going to be his first murder, and surprisingly, it was not his first confession either. Murder Tips returns shortly. On a hot afternoon, yet another September, 4 years after the murder of Stephen Ngari, Martin Mwangi walked into Naromoru Police Station's report office and said he wanted to make a confession. Asked what confession he would like to make, he said he wanted to admit to a lot of things. Kabla hata yeye kujipeleka huko, watu ya hapa walikusanyana, hii watu ya pikipiki wakaenda mpaka wapi? Mpaka kwao. Na kwao ni Muiga. Kufuatilia kama wanaweza mpata, lakini hawakufua dafu.
jamaa alitoroka tu juu unajua ilikuwa ni multitude. Sasa ni kama alifikiwa na habari kabla ya kushikwa na watu ya community. Sasa akatoroka na akakaa kwa muda sana. Na hiyo maneno ikakaa ni kama imesahulika mpaka sasa alipojitokeza huo muda kwa police station ya Narumoro. 4 years on the run was such a long time without closure. Martin Mwangi wanted to bring that to an end on that 9th month of 2023. Inside a small office next to the highway, the chief detective at the station, after about 5 minutes of listening to the confession, he called 4 other DCI officers to listen to the story. He wanted to make sure that he was not imagining things. There and then, Mwangi began to narrate the killing of Stephen Ngaru, his boss, in excruciating detail. Murder tapes can now, for the first time on national television since the 2019 killing, broadcast that confession tape. Tukaanza kusuguana na yeye sababu ya mwanamke fulani ambaye alikuwa anauza klabu ilikuwa karibu na boma ya huyu mzee. Hiyo klabu inaitwa aje? Sivyo tu sikumbuki jina la klabu. Lakini mwanamke unajua alikuwa ni Kabisa. Wanaitwa Mbui. boy. So ni kama mlikuwa mnachumbiana wote nikaa competition. Mzee alikuwa anataka mambo ya huyo mwanamke sababu alikuwa anasema hao wanawake mzee wakati hayuko wanaendanga kushuna sijui macabbages kwa shamba lake. Machuo. So alikuwa anataka mambo ya mfanyikazi wake yawe na uhusiano na wanawake. But mimi nilikata kamba. Alishukua uamuzi wa kunifuta kazi. Hiyo 2018. Ya, mwezi wa 10. Na kati alikuwa ananifuta kazi alinifokea maneno sababu hiyo mwanamke. Sijui nakawa chokora, sijui nini mambo derogatory remarks. Wacha niseme tu namna hiyo. Mama wacha kusikiza hapo. Sasa kutoka hapo nilikuwa na machungu sana na yeye. Na yeye nikalala kwa Mbui hiyo usiku Kwa ajili wakati nifuta kazi. Na sikupata usingizi. Very in the morning I woke up. Nikaacha Wangui tu kwa kitanda. Nikamwambia washa nikuche. Mwangi stormed the compound and found a now calm and composed Stephen preparing himself some tea. Ngari was inside this kitchen at the time Mwangi arrived. It's around 6 now. Ako jikoni anapika chai. alikuwa anaishi peke yake. Alikuwa anaishi Ndio kama mwezi wa 10. 20 gapi? 2019. Bibi yake alikuwa ameaga, watoto wake wametembea. Sasa yule mzee anakaanga peke yake. Halikati ya kupika chai mimi niliingia. Nikamwambia mzee nimekuja. Aniuliza kwani wewe kuenda? Kwenda kumaliza sijui mzee alienda kuinama kupuliza moto hivi. Nilirukia tu kashuma akakupulizia moto. Fiti mbili hivi. Na fiti mbili hivi. Nikamgonga ya monja kichwa. Kakaa kana sirai. Akayumba. Akaanguka. Akienda tu kuamka. Nikampiga chuma ya pili shumrata. Mzee akazirai. Then toka hapo niona huyu mtu hajaisha. Na hapa sababu likishen kuna watu wanakuja pengine kuchukua madua asubuhi. Wacha tukamaliziane huko private kidogo. Mwangi dragged the old man's body to his main house opposite the kitchen, through this front door, all the way to the back. Ibidi tu nishike libi yake nikamburuta kwa table ndio. Toka
pande ya table rope, nikaweka kifuli, nikafunga na kifuli, nikazunguka mlango wa nyuma, nikaingia mlango wa nyuma, lakini damu ilikuwa imemwagika between kitchen na table rope. Nikachukua mchanga nikazika, nikazunguka mlango wa nyuma, nikaingia na nikafunga ndani. Mzee bado natika tu biduru ile ya mkeoa ya nilienda tu nikamwongeza shuma, nikaendelea tu kumpiga na shuma karibu 10 za kisho. Hakuwaga pale, anatoa bado ile sauti. Kwa meza yake kuna kisu hii ya Kimasai, acha hii ya viazi hii sword. Nichukua tu kisu kwa meza yake on right side hamba kwa bao kama mai sai nimemuni, sababu nasikia kaba ni moja imemujika, nimdunga hapo kisu moja peke yake, na nikashomoa kisu pamoja na ile shuma, nikaenda nikaziekelea tu kwa kiti, nikashukua shuka ambayo ilikuwa hapo next kwa kiti na nikamfunika, nikapiga raundi moja nje, kaona hakuna mtu, nikarudi tena ndani, nikakonfirm kama amekufa, nikaona yenyewe ameenda. Sasa hiyo damu imeanza ina brand ya damu, nditoka nikafunga, nikabruta mlango ya nyuma, nikabruta mlango ya nyuma, na mimi nikaenda kwa klabu kuja poli kwa ile mwanamke pikuanga na yeye. Mwangi covered the man's head in heavy sheets to stop the flow of blood. He then went to Wamboi's dry bar 70 meters from Gary's home. As the old man's blood filled up the sheets, he filled his system with local vodka, went back to the same house in the evening and slept. It is not clear if he told his Wamboi of the murder, but the next day he would milk the cows and sell the milk as usual. He had an alibi for whoever bothered to ask about mzee. Kawaida kwa boma watu wanatembelea mzee, na kuna watu tayari wanakuaga hapa wanakuchukua maziwa. Wakati anakamua mtu ya chupa anakuja anachukua maziwa. Sasa wale walitangulia kukuja walikuwa nakuta nyumba wanaulizia huyu mzee alienda wapi, na wanaulizia huyu nani kijana. Sasa huyu Martin Mwangi, alafu Martin alikuwa anaambia hii watu mzee ameshaenda matembezi Thika na atakuja the day after tomorrow. He then sold the vegetables and fled. After all, tomorrow is coming, and according to his calculations, Ngari is to be found a day after he has left. Ndio nikakuja hapa Marwa. Ya, toka Marwa nikakuja hapa thedi ya Nyeri, nikachukua gari la kuelekea Kinamba. Hii tuko Laikipia Kinamba ya. Toka hapo mimi nikaanza maisha yingine. Huko haifuatiliwa, lakini niliona tu after 2 days niliona hiyo mambo kwa Citizen News. Ya ikasemekana huyo mtu anaitwa Mwangi. Hawana picha yangu, but mtu yote ambaye anaweza kuwa na habari kuhusiana na hiyo mambo the report the nearest police station. Kabi oka ombeka namna hiyo. Unasema ili wakati ulitoka labda mwenjai huwa tena. Hiyo ndio ilikuwa last. So Hiyo ya 2019 ya 2019 ndio ilitunga Luka. Hata kama kuna zingine lakini hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Na vile tulifuatilia tulikuta huyu jamaa anaongea ukweli, kwa sababu tayari hapa kwetu tukiangalia kile kitu alikuwa anaongea kwa video ndio ile alikuwa ametenda wapi hapa. While Mwangi confessed to that being his last victim, he opened up the Pandora's box and gave detectives new leads into other murder cases. It turned out
that Ngari was not the first victim. Martin Mwangi had killed again and again. Martin Mwangi was accused of killing his cousin James Mwangi on the night of August 22nd, 2017 in Endarasha village, Nyeri County, by strangling him with a belt. James Mwangi's body was found 100 meters from the family home near the gate. Court papers show that Martin Mwangi walked to the Nyeri police station and sat at the waiting bay. Called in, he looked at Chief Inspector Mwakisha in the eye and confessed to killing his cousin. And in a strange twist of events, 4 months before he came to Kiamahuri and killed his employer, he was acquitted in that case. Justice Teresia Matheka accused police of shoddy investigations. She had a point because Chief Inspector Mwakisha did not record a statement himself. Neither did he testify before court. Mwangi's recorded confession was never presented to court, and the mobile phone the accused gave police saying it belonged to his late cousin was never analyzed. And then a psychiatrist said that Mwangi was mentally unstable. Part of Justice Teresia Matheka's 4-page judgment reads, the investigating officer conducted no investigations, none at all. There was no activity to find the truth about the allegations made against Mwangi, the accused person. Just a collection of things, ideas, etc., without any analysis, making this one of those cases I have come to know in my career as a judicial officer as time wasters. Fillers where the investigating and prosecuting authority, for reasons best known to them which do not have anything to do with the interests of justice, shrug their shoulder and say, wacha itupwe na koti. With that, Justice Matheka had accused the police and the ODPP of leaving the entire investigation and prosecution work to her. She released Martin Mwangi only for him to go to Kiamahuri and kill again. Hata aliwa mzungu, alishaua relative huko kwa Muiga. Na kurudi kama kuna mtu alikoni huko kwa forest 300,000 alikuwa ana confess pia. Kuna Mukurweini aliua mama mkogwe huko sijui nyanya wa miaka 80. Hiyo ni vitu imekuwa kwa media everywhere. Na wakabeba kichwa, alikuwa na confess, walikubeba kichwa wakapeleka sijui Matanya na huku zaidi za nani, those places around Nanyuki area, those things. So alikonfess ameua watu kama 7 na alikuwa amesema hata ua tena. Huyu ndiye alikuwa anataka kuwa wa mwisho, huyu Stephen sasa. So akisema sababu yake ni gani? Hakuna sababu yeye akisema, anasema anasikiaga tu kuua, anahisi tu kuua watu. The woman Mushina is talking about is Julia Gathoni. The 82-year-old woman was attacked in her sleep early 2023 and murdered. Her head was taken away by the killers. It has never been found. Ambapo Yadaro nayo nilienda huko nikafanya kisanga ingine, lakini sio Amanda. Ilikuwa tu ninye tu ile chama ilikuwa nafanya kazi. Nikauza ilikuwa ka forest. Nikauza hiyo miti ya forest yani yote. Nikashiko likabreku wa Yahuru police station. Tukakesi. Nikafiliwa na kesi bado. The confession was viewed by many as the much required breakthrough towards justice for the late Ngari, the man whose murder sparked anger and untold sadness throughout the community. The death was cruel, scaring, and watu hangewaamini. Juu mzee alikuwa mzee pole, mzee ambaye hana maneno. Alikuwa naishi tu kwa mboma peke yake na yule mfanyakazi. Juu watoto wake hawakai area hii, wako bali, wanakaa
ili ya Kitale. Ilishangaza sana. 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 Hata leo hiyo ni kitu inafanya watu wakuwe na butwaa. Wamepigwa na butwaa kutoka 2019 mpaka sasa. Na wanasemaga haki yao haijatendeka. By June 2024, the Directorate of Criminal Investigations and the ODPP had yet to charge Martin Mwangi with the murders he confessed to. As doctors review reports on whether he is fit to stand trial, after Dr. Richo Mwenda told the High Court sitting in Nyeri during the case of James Mwangi that the accused was mentally ill. Another report was also provided to the same court saying Mwangi was fit to stand trial. The people of Kiamahuri are hearing none of it. In my opinion, na vile anatenda hizo vitu za kuua watu wengi namna hii, siwezi kusema ako mentally unstable mimi. Because I don't have facts. And to top it up, maybe the doctors can verify that, not me. But nikifuatilia hizo na vile aliwacha alikuwa anatenda hizo vitendo hapa, hata huko sina facts, lakini hapa ukifuatilia Kenya alikuwa anafanya, siwezi sema alikuwa mentally unstable. Unaua mtu na unakuja unarudi unauza vitu zake kama ako kwa nyumba, unaita gari na unaenda na hiyo gari. Ni mtu na vitu yake anapangaga na anakuaga very smart. Ile ituchagaza kabisa, the man and the kind of the death that he experienced. Juu ni kuuawa, and the information that was passing around that was killed by mfanyakazi. Ile ituchagaza sana. Sasa rekodi yangu najua ilikuwa tu iko. Ndio huyo mama amenipigia. Nijua tu hivyo. Sasa ni wakati nisikia ameshikwa nikafurahi sana. Nikasema kama umeshikwa kwa sawa hiyo. Nimeshtuka sana. Nikashindwa kwani hii mtu ni mtu aina gani ambaye unaua unaenda kusema ati nimeua au fulani. Hata yeye nimeshangaa hata mimi. Najua za siku hiyo wakati alikuwa hapa tulikuwa tunaona mtu mzuri. Hata mnaongea hakuna mahali hata anateveva. Sasa mwisho nishindwa ni kwa nini amefanya hivyo. Na ni yeye alimuua, ni yeye, si mtu mwingine. Walikuwa wanasubuana. The impact of Wambu Gishi's death continues to be felt. The crime in its entirety captured the attention of the whole community, hoping to closely follow a trial that may never be. And now they continue to struggle to come to terms with the loss of a man they describe as kind and generous. But because justice has never been served, the memory of that day will linger on. Thank you for watching. I am Brian Obuya. Good evening.